Naam, aise, mwanafunzi wangu wa gredi ya 6, hujambo? Wambaje? Upo? Aha, mie mwalimu wako nina bashasha, nina furaha kupata nafasi hii ili tuweze kusoma pamoja kuhusu heshima, adabu na vyeo. Wahenga walisema heshima si utumwa. Kwa hivyo ni muhimu kwamba sisi wanafunzi tuwe na heshima, au sio? Aha. Naomba sasa tuanze kujifunza majina au maneno ya heshima. Pale pana picha. Naomba unaambie huyo ni nani? Asante, asanta. Ndiyo, huyo ndiye rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Kwa hiyo tuna neno la kwanza la heshima ni rais. Rais ni nani? Rais ni kiongozi mkuu wa nchi. Kwa hivyo unapotaka kutaja jina la rais au kiongozi mkuu wa nchi, lazima kabla hujataja jina lake uanze kwa neno la heshima rais. Useme kwa mfano, uulizwe rais wa Jamhuri ya Kenya ni nani? Usiseme William Ruto. Hapana, ni Rais William Ruto. Ama kwa mfano uulizwe rais wa sasa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tasema ni Rais Samia Suluhu. Au pia unaweza ukaongeza neno mtukufu, ukasema mtukufu rais, mtukufu rais. Rais wa kwanza wa Kenya alikuwa ni mtukufu Rais Mzee Jomo Kenyatta. Neno la heshima. Ana picha. Ukimtazama mtu ambaye yuko kwenye picha, ukitazama hapa kwenye shingo, kwenye shati lake, pana kitu ambacho si cha kawaida, au sio eh? Kinavaliwa na viongozi wa makanisa. Sasa kiongozi kama huyu wa kanisa aitwa kasisi. Kwa hivyo kasisi ni neno la heshima la kumwitia kiongozi wa kanisa. Kiongozi wa kanisa, kabla hujataja jina lake, unaanza kwa kutaja neno la heshima kasisi. Kwa mfano, naweza nikasema Kasisi Petero, Kasisi Yeremia, Kasisi Petero, kasisi. Waona, ninaanzia kwa neno la heshima kasisi. Neno jingine la heshima ni padre. Padre ni kiongozi wa dini, hasa katika kanisa Katoliki. Wale viongozi wa dini katika kanisa Katoliki, unapowaita twatumia neno padre. Kwa mfano, Padre Pio, Padre Paulo, Padre Petero, padre yeyote yule. Mwingine ni mwadhini. Mwadhin, eh? Mwadhini ni mtu wa dini ya Kiislamu ambaye huwaita watu kwenda kuswali. Ikiwa wewe ni Muislamu au iwapo unaishi karibu na msikiti, kuna wakati utamsikia mwadhini akiwaita Waislamu kwenda kuswali. Utamsikia akisema Allahu Akbar, wakati ambapo anawaita Waislamu waende msikitini kuswali. Kwa hivyo
Yule awaitaye Waislamu msikitini kwa sauti kwenda kuswali aitwa mwadhini. Jina jingine la heshima ni jina mheshimiwa au neno mheshimiwa. Mheshimiwa ni cheo cha heshima ambao hupewa viongozi au watu maarufu, watu mashuhuri. Na neno mheshimiwa hutumiwa kwa heshima mbele ya jina la kiongozi. Kwa mfano nikuulize, gavana wa kaunti yako yaitwa nani? Tasema kwa mfano mie ambaye natoka katika kaunti ya Nairobi, tasema gavana wa kaunti yangu ni mheshimiwa. Ona, nimetumia neno la heshima, mheshimiwa. Kasema mheshimiwa Sakaja. Shaona? Na huonyesha kuwa mtu huyo anaheshimiwa katika jamii. Waweza hata ukasema mheshimiwa mbunge, mheshimiwa diwani na kadhalika. Tuna neno jingine la heshima ambalo ni neno profesa. Profesa ni mwalimu wa ngazi ya juu sana, hasa katika chuo kikuu. Na profesa ana elimu ya juu katika somo fulani, na haswa wao hufundisha wanafunzi wa vyuo vikuu. Na maprofesa hufanya utafiti wa kuandika vitabu na makala. Kwa hivyo ni watafiti wakubwa sana maprofesa. Mfano wa maprofesa ambao unawafahamu, kwa mfano nikisema Profesa Mwinyi Masharubu, profesa maarufu sana katika nchi ya Kenya. Au waweza ukasema maprofesa ni wengi, sio? Profesa mtu ambaye ana kiwango cha juu zaidi cha elimu. Kwa hivyo kabla hujataja jina lake unataja neno la heshima profesa. Ninapotamatisha, naomba nikuulize swali hili. Je, wewe unajua maneno gani mengine ya heshima? Naomba uniandikie ujumbe ukiniambia majina au maneno mengine ya heshima ambayo unayafahamu. Tulianza kwa kusema kuwa heshima si utumwa. Kwa hiyo iwapo tungependa kuonyesha heshima zetu, ni muhimu kwamba tunapotaja majina ya watu tuwatambue kwa kutumia majina ya heshima, au sio? Asante sana kwa kunisikiliza na kunitegea sikio na kutazama na kufuatilia video hii. Ukienda kwenye chaneli kuna video nyinginezo nyingi ambazo zinaweza zikakufaa ewe mwanafunzi wangu. Naomba uzitazame pia video hizo, waambie na marafiki zako pia wapate kufaidika kutokana na video hiyo. Iwapo kuna kipengele kingine au kuna sehemu nyingine katika Kiswahili ambayo ungependa labda huwa inakutatiza na ungependa kwamba nikuandalie video kama hii, naomba unitumie ujumbe ama unitumie arafa ama unitumie barua pepe kwa njia yoyote tu ambao waweza ukawasiliana nami, na nitafanya hivyo, nitakuwa mtiifu ili tuzidi kufaana, au sio? Nimekuwa mwalimu wako, tukutane katika video ijayo. Shukran sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala apate kukubariki baraka za kazole. Shukran.